Kwa majina anaitwa Kudwa Mohamed Kapela, niko katika kijiji cha Tandai, kata ya Kinole, ni mkoani Morogoro. Ni mkulima wa mazao ya viungo, milima hii ya Uluguru. Nalima mazao kama yafuatavyo: kuna vanila, iliki, dalasini, karafuu, pilipili manga pamoja na tangawizi. Mazao haya nimeanza kulima mnamo mwaka 2015 mpaka hivi sasa. Kama mnavyoyaona hapa, tuko shambani na shamba letu ndio hili ambalo tunastawisha hapa na kuvuna kila wakati. Mazao haya ni ya msimu tofauti tofauti. Msimu tunavuna karafuu na kuna msimu tunavuna pilipili manga, lakini kuna msimu pia tunavuna vanila na kuna msimu tunavuna iliki. Lakini shamba letu kama unavyoliona ni shamba mseto ambao lina mazao mchanganyiko. Kuna vanila ambao ni hii, kuna iliki ambao tutaizungumzia hapo mbele ya shamba yetu, lakini kuna karafuu ambao ndo tunastawisha kwenye hili shamba. Ili uweze kuanza kulima zao la vanila, inatakiwa kwanza uandae shamba, na ukishaandaa shamba inatakiwa uwe na miti. Sisi huku kwetu tunatumia mti huu hapa ambao kwa jina maarufu tunaitwa mbono, kitaalamu unaitwa Jatropha. Huu mti kwa ajili ya kuegamishia vanila, kwa sababu vanila yenyewe inakuwa kufuata mti alafu inashuka. Kwa baada ya kuandaa hiyo miti, tutaandaa haya tunaita marando, kwamba hii ni mbegu ambayo ya vanila tunakata hapa. Kwa hiyo tunaweka karibu na mti yenyewe, itatoa machipukizi alafu itatengeneza mfumo huu. Kwa baada ya hapo utakuwa unahudumia kwake vanila. Tunaweka hizi hapa matches ambao ni matandazo. Tunakuwa na matandazo yatatusaidia kwanza kuzuia magugu kumea kwenye mmea wa vanila, lakini pia matandazo yatatusaidia kulinda unyevu kwenye hilo zao la vanila, kwa sababu vanila inahitaji unyevu wa mara kwa mara ili iweze kufanya vizuri. Toka kupanda mche wa vanila mpaka kuzaa ni miaka 3, na maana utakuwa unahudumia na hizo kamba zitakuwa zinashuka, unalaza tena inafuata mti na kushuka. Kwa hiyo ni miaka 3 kutoka kupanda mpaka kupata vanila. Kwanza ni kiungo kizuri kwa ajili ya matumizi ya pale nyumbani, kwenye mboga, kwenye chakula, lakini pia inaweza ikatumika kwenye kinywaji, mfano chai, juisi na vitu vingine. Ni zao ambao ni zuri, pia litakufanya kwamba upate kipato, itakupatia kipato, kwamba wakati wa kuvuna utakuwa unauza vanila unapata kipato. Kwa hiyo utaongeza kipato kupitia zao la vanila. Sawa, ukitumia hayo marando ushapata kutoka kwenye shamba mama ambao aidha umenunua au amekupatia jirani yako. Kwa ukishapanda tayari shamba la vanila linahitaji palizi la mara kwa mara, lakini pia kwa sisi huku tunatumia hizo machini ama matandazo kwa ajili ya kutunza unyevu. Sasa tunatumia tunasema maganda ya minazi, ambao kwanza yakioza yatakuwa mbolea kwa pale, lakini pia hayaozi haraka, yatatunza unyevu kwa muda mrefu. Lakini sehemu ambao hakuna minazi tunatumia maozea yale ya migomba, pia nayo inasaidia kutunza unyevu na pia kuongeza rutuba ya udongo kwenye zao la vanila. Kwa hiyo utahudumia hivyo mara kwa mara na kupalilia. Hatimaye kuna wakati lazima ufanye, tunasema kusisimua, kwamba zile kamba ili uziandae kwa ajili ya uzazi, kuna kusisimua, kukata kwamba zikomae. Ikifika mwezi wa 7 mwishoni kwenda wa 8 zinaanza kutoa maua. Kwa hiyo wa 9 wa 10 tunafanya uchavushaji maua ya vanila, tunaenda nao mpaka wa 11 wa 12 itakuwa mwisho tumemaliza. Baada ya hapo, kama msimu wa kiangazi huwa tunamwagilizia maji kwenye shamba la vanila, ila mvua ikinyesha basi tutakuwa tunaacha
kwa sababu vanila kama nilivyoelezea awali inahitaji unyevu wa mara kwa mara. Kwa hiyo tukiona ukame umeingia, basi tunachota maji na kumwagilizia vanila yetu. Huku utaratibu wa biashara ya vanila, msimu ambao ikikomaa huwa wateja wanakuja wenyewe wanaihitaji. Msimu ambao inahitajika vanila, mfano mwezi ambao tunaenda nao wa 4 mpaka wa 5, wateja wanatoka Dar es Salaam na nchi za karibu na wanafuata hii vanila. Na mara nyingi wakulima sisi tunauza malighafi ambao tunauza vanila iliyokuwa mbichi, wanakuja wenyewe mashambani wanaiona, tunashirikiana nao kuvuna, wanaenda wao kukausha. Kwa elimu ya ukaushaji kwa sisi wakulima bado haijatufikia. Kwa hiyo mara nyingi tunatumia kuuza zikiwa mbichi. Sawa, ukitumia hayo marando ukishapata kutoka kwenye shamba mama ambao aidha umenunua au amekupatia jirani yako, kwa ukishapanda tayari shamba la vanila linahitaji palizi la mara kwa mara. Lakini pia kwa sisi huku tunatumia hizo machini ama matandazo kwa ajili ya kutunza unyevu. Sasa tunatumia tunasema maganda ya minazi ambao kwanza yakioza yatakuwa mbolea kwa pale, lakini pia hayaozi haraka, yatatunza unyevu kwa muda mrefu. Lakini sehemu ambao hakuna minazi tunatumia maozea yale ya migomba, pia nayo inasaidia kutunza unyevu na pia kuongeza rutuba ya udongo kwenye zao la vanila. Kwa hiyo utahudumia hivyo mara kwa mara na kupalilia. Hatimaye kuna wakati lazima ufanye tunasema kusisimua, kwamba zile kamba ili uziandae kwa ajili ya uzazi, kuna kusisimua, kukata kwamba zikomae. Ikifika mwezi wa 7 mwishoni kwenda wa 8 zinaanza kutoa maua. Kwa hiyo wa 9 wa 10 tunafanya uchavushaji maua ya vanila, tunaenda nao mpaka wa 11 wa 12 itakuwa mwisho tumemaliza. Baada ya hapo, kama msimu wa kiangazi huwa tunamwagilizia maji kwenye shamba la vanila, ila mvua ikinyesha basi tutakuwa tunaacha, kwa sababu vanila kama nilivyoelezea awali inahitaji unyevu wa mara kwa mara. Kwa hiyo tukiona ukame umeingia, basi tunachota maji na kumwagilizia vanila yetu. Vanila ni zao endelevu, halina kusema kwamba lina ukomo, ni huduma tu ya mara kwa mara. Kwa hiyo ukiacha kulihudumia ndio linaweza likafa au likapotea kabisa, lakini kama unafanya huduma ya mara kwa mara, ni zao endelevu kama mazao mengine ikiwemo migomba ama mikarafuu. Kwa hiyo ni zao ambalo linahitaji huduma mara kwa mara ili iweze kudumu. Kama hili shina lina zaidi ya miaka 5 hapa shambani, kwa hiyo ni kulihudumia tu na kuendelea kuvuna. Ukiliacha usipolihudumia, msimu wa ukame, msimu wa kiangazi linanyauka. Kwa hiyo likikosa unyevu huwa lenyewe vanila inanyauka. Kwa hiyo ni kutunza tu mara kwa mara, kwamba ukame ukiingia unamwagilia maji, lenyewe linaendelea kudumu. Kwenye hii vanila tunavuna matunda ambayo yanatokana baada ya kufanya uchavushaji, ndio tunasema vanila zenyewe, matunda ya vanila ama vanilla beans kitaalamu. Kwa hiyo ndio huwa tunavuna mara nyingi, na kwenye haya marando ndio yanatoa hayo maua na kupata hizo vanila. Lakini tunasema kwenye kikonyo kimoja cha ua maua ya vanila inakaa zaidi ya maua 30 ama 28. Lakini tunashauriwa kwamba tufanye uchavushaji maua 12 mezidi 14. Lengo la kupunguza idadi ya uchavushaji, kupata vanila iliyokuwa nene na ndefu, kwamba zile zikiwa nyingi zingine zinakosa virutubisho, kwa hiyo zitakuwa fupi, kwa hiyo kibiashara zitakuwa hazifai. Vitu ambavyo havihitajiki kwenye shamba la vanila, hasa kukua nyasi kwa ndefu, yani magugu pale shambani. Halafu pia kupalilia, huwezi ukapalilia kwa jembe kwenye shina la vanila, lazima utumie mkono kung'oa nyasi na kuweka pembeni. Kwa hiyo huwezi kupitisha jembe kwenye shina la vanila ili uweze kupalilia, hapana. Ukipitisha utaiasili mizizi ikikosa maji itasababisha mnyauko kwenye vanila. Kwa hivyo vitu ndio vya kuzingatia
Kwa upalizi unatakiwa upalilie pembeni pale, kama kuna magugu yamejiotea kwenye shina la vanila ni kung'oa tu na kuweka pembeni. Magonjwa yapo hasa kwa upande wa wadudu. Kuna wadudu ambao wenyewe wamekuwa kama funza, hasa msimu huu wa mvua nyingi huwa wanajitokeza, wanakula vikonyo vya vanila, yani ile lando la vanila kule inakoelekea ambayo kule kuteke, utakuta wanakata. Wakishakata kwa vanila inashindwa kuendelea kukua, kwa itasimama alafu zeni ijipange endelee kukua. Kwa sasa wale wadudu watasababisha pia majani yale mateke yanaasilika na kuwa kama imechomwa moto. Kwa hiyo yakishakuwa vile, vanila itashindwa kuendelea kukua na kupatia uzazi kwa msimu unaokuja. Kwa mara nyingi huwa tunashauriwa wakati tunatunza vanila tukiwa shambani pale, au wadudu huwa tunawaangamiza kwa aidha tukiwakuta kwenye jani tunatoa jani husika na kuwaua wenyewe, kwa sababu wakikua wale wadudu huwa wanakuwa na mabawa, wanaruka kuelekea sehemu nyingine. Kwa hiyo tunawaangamiza kwa kuwaua, aidha kutoa jani na kuwatupa sehemu nyingine, ama kwa kanyaga ili wafe kabisa. Au tunatumia kwa sisi huku, kwa sababu vanila tunalima kwa kutumia njia za kilimo hai, huwa tunatumia dawa asili ili kuangamiza hao wadudu wasiweze kujitokeza mara kwa mara mle kwenye vanila. Tutatumia pilipili, kitunguu swaumu. Kwa hiyo kwa ajili ile miili yao ni milaini, kwa hiyo tukipuliza wanakuwa wanaasilika, wanakufa na kupotea kabisa. Dawa asili ambao tutachukua kitunguu swaumu, pilipili zinazowasha, tutatwanga pamoja, tutaloweka masaa 12, zeni tunachuja. Tukichuja tutaweka kwenye solo, basi tunaenda kwenye mmea husika ambao umeasilika, tunapuliza. Kwa kama wapo watakuwa wanakimbia na wengine wanakufa kabisa, sababu pilipili itawasababishia muwasho kulingana na miili yao laini, watakufa. Kwa vanila yetu itakuwa iko salama. Kwa hatutumii dawa zile za kutoka viwandani kupulizia vanila yetu. Swala la maji nazungumzia kwamba mmea wote unahitaji unyevu au unahitaji maji. Kwa hata vanila yenyewe inahitaji unyevu, haihitaji maji. Kwa maji yakizidi yenyewe inachubuka, haifanyi vizuri, kwa hiyo inakufa. Kwa hiyo inahitaji tu unyevu wa wastani, sio maji. Na kwa mimea yote mingi inahitaji unyevu wa wastani, sio maji. Ukiweka kwenye maji haifanyi vizuri. Kwa hata vanila yenyewe inahitaji unyevu wa mara kwa mara, lakini sio maji ya kutuama. Ukiweka maji ya kituama pale, yataozesha shina na mizizi itashindwa kufanya vizuri, kwa itakufa vanila yako. Na ndio maana msimu wa kiangazi tunashauriwa kwamba uwe tunamwagilizia kwa wiki mara 2 ama mara 3. Ni hivyo, so kila siku kumwagilia, hapana. Wiki ni mara 2 mara 3 basi, ili kuongeza tu unyevu pale. Kutunza unyevu kwa huku sisi Morogoro, ambao kanda yetu hii ya Kinole tuna minazi mingi, tunatumia haya maganda ya nazi. Baada ya kufua nazi tunayatumia kwa ajili ya kutunza unyevu. Lakini kwa sehemu ambazo hakuna minazi, unaweza ukachukua nyasi kavu ambazo za magugu aina yoyote zilizokauka, ukaweka matandazo pale kwenye shina la vanila, nalo likakusaidia pia kutunza unyevu. Lakini niongezee kitu, kwa sababu vanila hauwezi ukaipanda sehemu ambayo iko plain. Vanila inahitaji kivuli cha wastani. Kwa hiyo kama kuna shamba la migomba, ni vizuri zaidi kutunza vanila. Kwa mfano, ukichanganya vanila na migomba, itakusaidia migomba hiyo kupata, wakati ukishavuna ndizi, yale maganda ambao umekatia ndizi utayatumia kama matandazo. Yatakutunzia unyevu, lakini pia yakioza ataongeza rutuba ya udongo pale kwenye shina la vanila. Kwa shamba moja utakuwa unavuna mazao mawili kwa wakati tofauti. Utavuna vanila msimu wa vanila na utavuna ndizi msimu wa ndizi. Kwa hiyo shamba litakufanya uende mara kwa mara, kulikoni tu kukiwa na zao la aina moja, mfano una vanila tu. Kwa hiyo hautaenda mara kwa mara, kwa sababu ukishavuna vanila utashindwa kulihudumia hilo shamba, utasema kwamba nitaenda nafuata nini. Lakini litakufanya kwamba uende shambani kwa kufuata ndizi. Kwa hata ukikuta vanila imepata
changamoto, unajua kumbe vanila hii ina changamoto. Kwa hiyo ni rahisi kuitatua hiyo changamoto kuliko ukakaa muda mrefu afu kufika shambani. Kwa hiyo kuna faida kubwa kuwa na shamba moja, kuwa na mazao zaidi ya moja. Tunasema mimi waga naita shamba duka, kwamba kila kitu kinapatikana pale. Kwa hiyo shamba litakufanya mara kwa mara uwe unafika pale shamba, kwa sababu kuna vitu vitakuvutia ili uende kuvuna. Ukiachana na vanila, kwa mfano kwenye shamba langu hili, ukiachana na vanila kuna pilipili manga, kuna karafuu, kuna nazi. Kwa hiyo msimu hivi vingine vyote havipo, nitakuja kwa ajili ya kuvuna nazi kwenye hili shamba. Huwa tunavuna matunda ya vanila, sio majani ya vanila. Kinachotumika ni matunda ambao vanilla beans ambazo tunavuna zenyewe, ukikausha ndo zinatoa harufu nzuri. Zikiwa mbichi zikielekea kukomaa ndo zinaanza kutoa harufu. Kwa zenyewe tunavuna zikiwa zimekomaa vizuri, sababu zikikomaa zinabadilika kutoka kwenye ukijani zinakuja kwenye unjano. Zikishakomaa hapo ni rahisi pia kuvuna, kwamba zenyewe haziwi ngumu zikishakomaa. Kwa ukigusa tu yenyewe inaachia kwenye kikonyo, unachukua unaelekea nyumbani. Pia una uwezo hata ukiweka hivi inaweza hata kama haikupata mwanga wa jua yenyewe kakauka tu vizuri. Na ili vanila itoe harufu yenyewe haikauki kama tunavyokausha mazao mengine, mfano pilipili manga au mdalasini. Yenyewe inatakiwa iwe na hali ya unyevu ndio inatoa harufu. Lakini ikikauka kwamba iwe kama mazao mengine mfano mdalasini ama karafuu, huwezi kupata harufu mpaka uiweke karibu na pua ndo unaweza kusikia hii ni vanila. Lakini yenyewe ikiwa na unyevu, hata kama mtu haijua na akisikia tu anahisi kwamba hapa pana vanila. Kwa hata kwenye hili shamba tukija mwezi wa 4 tukiingia tutapata hiyo harufu ya vanila, kwa sababu zenyewe tayari zitakuwa zimekomaa. Kutoka uchavushaji wa maua mpaka kukomaa kuelekea kwenye kuvuna ni miezi 5 mpaka 6. Ndio vanila inakuwa imekomaa vizuri, unaanza kuvuna. Kwa hiyo huko uchavushaji unaanza mwezi wa 8, wa 9, wa 10 mpaka wa 11. Lakini huwa tunakuwa na kalenda, kwa sababu haya maua hayapevuki kwa wakati mmoja. Ndio maana wakati wa uchavushaji wa maua ya vanila inakubidi kila siku uwe umefika kwenye shamba la vanila. Kwa kuna wakati ukienda unajua utafika maua ambayo yaliyopevuka leo na yale ambayo yanajiandaa kwa ajili ya kesho. Kwa hiyo huwezi kufanya uchavushaji kwa siku moja kwenye shamba la vanila. Hapana. Ni kila siku kwamba maua yanapevuka. Kwa hiyo wakati unaenda na unajua kwamba haya ni ya kesho, haya ya kesho kutwa au kesho hakuna. Kwa hiyo unakuwa tayari na rekodi. Sasa hata uvunaji lazima uwe na rekodi nzuri ili ujue kwamba hii nilifanya uchavushaji tarehe kadhaa, kwamba hii sasa itakuwa imetosha kuvuna. Kwa hiyo yenyewe itakuonyesha kwamba zile ambazo ulianza kufanya uchavushaji zitaanza kukomaa na zile ambazo zilichelewa nazo zitachelewa kukomaa. Uchavushaji ni kitendo ambacho cha kuoanisha ua la vanila ili uweze kupata tunda la vanila. Kwa hiyo nikikuwa ndio msimu huu wa uchavushaji, ningeonyesha kwa vitendo kwamba tunafanyaje ili kuweza kupata tunda la vanila. Ukiacha yale maua yakapevuka halafu kufanya uchavushaji, haupati vanila kwa msimu huo, na maana yatapakatika. Sasa ili upate matunda ya vanila ndio lazima ufanye uchavushaji, kwamba ufike shambani ufanye uchavushaji hayo maua, halafu baadaye ndo yanatokea hayo matunda ya vanila. Kwa hiyo ukisema kwamba nimepanda tu kama mazao mengine nisubiri kwamba maua yamepevuka yenyewe yatadondoka nitapata matunda, sawa na hakuna. Kwa hiyo ili upate tunda la vanila lazima ufanye uchavushaji hayo maua na mara kwa mara, na kila ua inahitaji ulifanyia uchavushaji, sio ua moja halafu basi. Na ndio maana nimezungumzia awali kwamba shamba la vanila wakati msimu wa uchavushaji inakubidi kila siku kufika shambani bila kuchoka, na ndio maana inashauriwa shamba la vanila lisiwe mbali na makazi,
kwa sababu usitembee umbali mrefu ili kuyafuata maua, kwa sababu yana muda wake. Yanakaa kwa muda wa siku moja, yakilala yanakuwa hayana issue kwamba yamekufa yale. Kwa siku ile ile unaweza ukafanya uchafushaji hata siku nzima, lakini yote uhakikishe umeyachavusha. Ndio hivyo. Kwa hiyo ukisema nimechoka siendelei, basi yale ambayo yalipevuka kwa siku husika itakuwa yamepotea. Kwenye eka moja ya shamba la vanila itakuwa uwe na miti 380 mpaka 400, na umbali kutoka shina hadi shina ni mita 3, ndo unaweka hivi. Kwa hiyo kwenye mavuno sasa, kwenye hiyo eka moja unaweza ukapata kilo 500 na kuendelea mpaka tani, kulingana na muda, kwa sababu vanila haijengi kwa wakati mmoja. Kadiri na siku zinavyoenda ndio mashina yanakuwa makubwa, na yashakuwa makubwa ndio yanatengeneza uzazi kuwa mkubwa. Kwa hiyo unaweza ukapata kilo 500 mpaka 1000 kwenye eka moja kama utakuwa umehudumia vizuri. Kwa shambani bei inategemea na mteja anakuja na mfumo upi wa bei. Kwa mfano kuanzia mwaka jana bei ilishuka kwamba chini ya kiwango, na wakulima wengi huwa tumekata tamaa kuendeleza hili swala zao zima la vanila kulingana na bei, kwa sababu awali wakati tunahamasishwa ili zao la vanila tulime ilikuwa bei iko juu. Sasa mwaka juzi na mwaka jana imefikia kiwango mpaka shilingi 3000 kwa kilo tukiwa shambani hapo hapo. So wakulima wengi kulingana na huduma nyingi za zao la vanila tukaona kwamba ili sio zao tena la kuendelea nalo. Lakini bei huwa mimi mara nyingi na shauri kwamba hakuna kitu ambacho kitakuwa kimesimama moja kwa moja kwamba kiwe guarantee kwamba kila mwaka itakuwa bei hiyo. Ni kulingana na mazingira na uhitaji ndo bei huwa inakuwepo. Kwa kuna wakati bei inapanda na kuna wakati bei inashuka. Kwa ni lengo tu kuwa nacho, na mimi mara nyingi nawasisitiza wakulima wenzangu, issue sio bei, issue umezalisha kiasi gani. Kwa hata nafikiria tu hata ikiwa 1000 kama namiliki hizo kilo 1000 tayari na kipato pale cha milioni 1 tayari ndio tutakuwa kwamba nimevuka, hata kama sio malengo, lakini walau imenisogeza nikipata milioni 1. Kwa hiyo siwezi kufanana na mtu ambaye ana kilo 100 za vanila ambao yeye atapata 100,000 alafu mimi na kilo 1000. Kwa lengo mimi nasisitiza tu ni kuongeza tu uzalishaji. Kwenye bei huko itatokea kwamba msimu huu bei itapanda na msimu mwingine bei itashuka. Miaka ya nyuma wakati wakulima wanahamasika na watu wengine tunahamasika kulima vanila, tulikuwa tunasikia mtandaoni kwamba bei ni milioni 1, milioni 1.5. Hii ilituvutia wengi. Mfano mwaka jana nilibahatika kwenda Njombe kwenye mkutano wa wakulima. Wakati napigiwa simu kwamba niandae miche ambao nitakuwa nitaenda nayo kwa ajili ya maonyesho, wakati namuelezeshea mwenyeji wangu taja na vanila, akaniambia kwamba vanila nisiweke. Nikafikiria kwa nini ameniambia nisiweke, asema kwamba kule kwamba watu walihamasika kuilima ile vanila, alafu kwenye wakati wa uuzaji hawakupata wateja, kwa hiyo wameing'oa. Kwa hiyo hata na mimi nikipeleka ili kwa ajili ya kuuza miche, watu hawatahamasika tena, kwa sababu watasema ni wale wale. Na tena walikuwa wanazungumzia pia wastaafu wengi walichukua pesa zao za kustafia wamewekeza kwenye vanila machamba makubwa, alafu wakati wa mavuno wamekosa wateja. Kwa hiyo utakuta watu wameumia vya kutosha, na hadi sasa hivi hawajui ya kwamba hilo zao limeishia. Kwa hiyo tulipata muhemko kulingana na matangazo mbalimbali, vanila milioni 1, milioni 1.5. Kwa kila mtu anapiga nikipata kilo 100 hapa nishafikia malengo. Kumbe haikuwa hivyo. Ukija kwenye uhalisia ndio hiyo utakuta 50,000, 70,000 mbichi. Imezidi sana 500,000 hiyo ambao kilo kavu ambao imekaushwa. Sasa wakulima wengi huwa mara nyingi kama nilivyozungumzia awali kwenye somo la ukauchaji ni changamoto. Uhitaji upo
japo tukizungumzia kwamba kwenye hiyo changamoto ya bei, lakini uhitaji upo, kwa sababu na nasema huko mashambani zile za mwaka jana zingekutwa ambao zimeozeana huko. Kwa hata kama kwa bei ya chini tumeuza, tumejipatia kipato, maisha mengine yanaendelea. Ila ndio hiyo utakuta wateja wanakuja kukustukiza. Utakuta hahitaji kilo nyingi, ni chache. Anaondoka, kesho anakuja mwingine. Kwa hiyo ifika wakati baada ya shilingi 3,000, 1,000, lakini pia tuliuza kwa shilingi 5,000 kwa kilo. Kwa hiyo alikuja tu mnunuzi wa ghafla, alikuwa anahitaji kama kilo 500, basi tukamuuzia. Lakini uhitaji upo. Changamoto kubwa ni bei kulingana na msimu uliopita. Sijajua kwa msimu huu ambao tunao mwaka huu. Mtu kama anahitaji kulima vanila tunamruhusu pia, lakini alime ni zao la kibiashara. Naweza kumtoa kwenye hali ya chini akaja kwenye hali ya kati. Lakini upatikanaji wa mbegu ama marando yapo kwa bei nafuu. Ukihitaji tutakupatia mawasiliano yetu, tunakuletea ulipo, na tuna uwezo pia wa kufika shamba kulidesign hilo shamba, namna va upandaji, utunzaji mpaka msimu ambao vanila itakuwa tayari kwenye uchavushaji. Baada hapo tunakuachia unaendelea mwenyewe. Kwa hiyo ukihitaji elimu ya upandaji wa vanila kwenye uchavushaji mpaka uvunaji tunakupatia. Mbegu zipo za kutosha na zinaweza kukufikia popote ulipo. Tunaita marando. Kinachopandwa ni marando ambao ni ama cuttings, ambao ni ile mbegu hatupandi mbegu ya vanila, ni kamba ambao ya vanila, lakini kitaalamu inaitwa marando, ambao tunakata kama mita 2 ama 3 ndo tunapanda. Itatoa miche na inaendelea kukua. Ni shauri kwa upande wa vijana ambao wa umri ambao unaokaribia wangu au walionizidi mie, kilimo tunasema ni kazi kama kazi zingine, wala sio tunavyochukulia kwamba kilimo ni sehemu ya adhabu. Hapana, kilimo ni kazi kama kazi zingine. Ni kitu ambacho tunasema ni ajira ambao unaweza kujiajiri wewe mwenyewe, tena ajira ambao haina usumbufu. Ukichoka ni wewe tu kusema kwamba leo nimechoka, unapumzika. Hakuna mtu ambaye atakwambia wewe umechoka nenda shambani, hujachoka nenda shambani. Hapana, utakuwa umejiajiri mwenyewe. Kwa hiyo na malengo unapanga wewe, leo naweza nikaenda au leo nisiende. Kwa ni kazi ambayo inakupa uhuru wa wewe kuifanya, haikufanyishe kwamba uwe unaumwa uende, uwe haumwi uende. Hapana, kwa ni ajira kama ajira zingine. Mimi nimejiajiri mwenyewe, huwa nalima hayo mazao, yananipatia kipato naendesha familia yangu na maisha yanaenda.